Tai. Umetulia kabisa. Mtu amana kabisa bana. Mtu amana sana. Nilikuwa Morogoro, nimekuja kuleta sadaka. Hii ni sadaka kwa ajili ya Diamond Platinum aliniambia tutajenga msikiti. Sasa ndugu yako Madoto Magari ametamba sana. Alikuwa na hela kama hizi? Amesaidia hadi watu nje. Alikuwa na hela? Amesaidia watu nje. Alikuwa na hela kama hizi? Ametoa watu wengi sana. Hizi ni hela kwa ajili ya kuchangia. Tunaenda kuchangia ngoja tukae hapa kwanza. Tunataka kwenda kuchangia hapa. Lengo ni kwenda kuchangia. Ramadhani ni mwezi wa sadaka, ni mwezi wa kutoa, ni mwezi wa kuchangia wale ambao hawana uwezo kuwekeza. Nimekuja na pesa hii hapa kwa ajili ya kwenda kuchangia ujenzi wa msikiti. Mimi ni Mkristo, lakini msikiti kazi yake ni kufundisha watu imani, kufundisha watu namna ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kupitia imani zetu hatuwezi wote tunamwomba Mungu mmoja. Nachangia msikiti milioni 5. Leo jambo la wewe unataja vizuri kwamba tunataka watu wajue. Nitaenda kufutulisha Kigoma na tumekubaliana kwa pamoja kama waandishi wa habari. Najua online TV tumesafiri, najua wengine tuko nao safari Morogoro. Lakini tutaenda mpaka Kigoma, tutafutulisha kabla Ramadhani hii haijaisha, kuhakikisha tunakula na wale wakina mama ambao niliwajengea soko la jioni pale. Tutakula kwa pamoja. Siku hiyo itaitwa hatuuzi tunafuturu na diwani mstaafu. Simple. Baba Levo, samahani naomba kuuliza swali. Baada ile clip kwenda viral kwenye mitandao ya kijamii. Clip gani? Ile ambayo inazungumzia wale wakina mama. Kuna namna labda una plani yoyote kwenda kugombea tena udiwani kule? Maana kila nikisikia sauti ya wale wakina mama, napata feeling ya namna ambavyo niliwaongoza, namna nilivyowatetea, namna nilivyowapigania, namna ambavyo niliwafungulia njia. Soko lile nilipigana na madiwani wenzangu, wengine walitaka kunichoma visu, wengine waligoma kama hatuwezi kufunga barabara, likawa soko la jioni. Lakini tulifanikiwa kuwa kila ikifika saa 10 jioni soko linaanzishwa, ikifika saa 6 linaondolewa, barabara inaendelea kutumika kama kawaida. Na ndio maana wale wakina mama wanajenga manyumba, wanasomesha watoto, wanatumia soko lile kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Na ndio maana watanikumbuka milele amina. Ile ndio nguvu ya kuwa kiongozi, nguvu ya kuwa diwani. Unaacha alama, unaacha fingerprint. That is kwa vyovyote vile. Usishangae mimi na Zito tukaenda kuweka huku Zito, huku mimi ikani mtiti mundi. Sawa, mimi nasema moja. Leo hapa inasemekana Diamond atazindua sabuni zake. Sabuni ya. Wewe unafahamu huo mchongo vizuri. Mimi kama Diamond atazindua sabuni nisipokuwa balozi, najitoa kwenye familia yake. Na ni sabuni zake mwenyewe. Ni za kwake mwenyewe. Amewekeza mabilioni ya pesa kwenye kutengeneza sabuni kwa ajili ya kuokoa kina mama ambao wakifua mikono inachubuka, wanatumia sabuni ambayo material yake yanawaumiza mikono wakina mama, ngozi inaharibika. Diamond Platinum ameamua kushirikiana na dunia nzima kuhakikisha anaokoa mikono ya wakina mama wanaofua, ngozi za watu ya binadamu wanaogea sabuni zake. Twendeni pale tukashuhudia sabuni. Ngapi ambao anaioni yeye kama Imana Diamond Karanga ilikufaga hapa chini ilikufa. Naamini hivi vita survive. Kuna Diamond huwa anaanzisha biashara na kuna kuja wadau wanataka kuzinunua na kuziendesha. Wakizinunua hizo idea wakiziendesha wao wanashindwa, na yeye anakuwa ishaondoka kwenye hiyo. Lakini kwenye hiyo sabuni nimemwambia twende pamoja. Kanipigia simu, niko Morogoro, kaniambia Baba Levo rudi haraka, wewe ndio balozi wa sabuni hii. Na maana nimerudi. Anataka kusaini msanii mpya WCB. Ana sign sio msanii mpya, ni rundo. Wasanii wangapi? Wasanii wanasainiwa ni rundo. Tuandae ukitoa mguu anaingiza miguu mingine inaingia. Kwa sababu Diamond hajakatishwa tamaa ya kusaidia wasanii wapya. Hajakatishwa tamaa kwa wale ambao wameondoka. Ndio maana kuna watu wengine amewasamehe, kuna wengine aliwadai hela zake. Hajakatishwa tamaa, anataka kuwasaidia tena wasanii wengine wapya. Na mitaa na pia kama anayekuja kusajiliwa ni Aslay. Kuna ukweli kiasi gani? Naomba tu nikanushe. Aslay hatuwezi kumsajili na kusajili. Na pia wale wasanii ambao walikuwa BSS labda ni wale. Sasa hiyo tumwachie Diamond mwenyewe. Je, ni wale au ni la, lakini ni rundo. Sio msanii mmoja. Mbona mlipozima umeme? Mmeona? Lakini bado unang'aa. Kuna namna ambavyo mnanitafuta maneno. Kwenye interview yangu ndio mnakuja kuzima umeme. Ni nani mkelele? Ni wewe. Wewe. Aliyekanyaga waya ni huyu hapa mwandishi. Umetoka kwenye chombo gani? Ni huyu. Baba Levo, tumeona kwenye post yako unasema umemshauri Diamond Platinum sasa hivi ni 50 kwa 50 kama msanii anatoka. Ni nini ambacho ukizingatia? No, Diamond najua ile namtaniaga sometime huaga sisi kwa si mshauri, lakini najua Diamond
this time mkataba wa sasa hivi utakuwa tofauti na mkataba ya watu wasanii wengine walikuwa wameshawasaini, kwa sababu anajifunza na yeye kutokana na matukio ambayo yanatokea. Usifikiri Diamond moyo wake unaridhika kwa kile ambacho kinatokea. Kuna muda tu anaamua kuwa binadamu kusema basi yaishi. Lakini mambo mengi mtu anawekeza hela zake na kila kitu, baadaye msanii anakuwa mkubwa, wakati yeye anataka aanze kuvuna sasa yale matunda, msanii anasema anaondoka. Unajua neno kusema naondoka tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba huyu msanii hapo alipo hajaridhishwa napo. Umeelewa vizuri? Kwa haiwezi kuwa nzuri hata siku moja. Na kama ikitokea sasa hivi unarudi kwenye udiwani kama ulivyosema. Siwezi kurudi udiwani, ni ubunge. Ubunge. Ikitokea unarudi kwenye ubunge, utaacha hizi mambo za kumzungumzia Diamond kwa mtangazaji? Kwani wabunge hawazungumzii watu? Mbona wabunge tunazungumzia? Wengine wanazungumzia Mama Samia, wengine wanazungumzia nani? Hujasikia wabunge kumzungumzia Mama Samia? Naona. Ina ubaya gani? So utakuwa chawa hivi. Yaani shughuli iko pale pale kiongozi. Mambo ni yale yale, kwa hiyo siwezi mimi kiwalisia, niombe tu ukweli. Diamond Platinum ndio anafungua njia ya maisha yangu kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo vyote vile nitakuwa naye, tutaenda pamoja mpaka siku aidha mimi nakufa ananizika, au siku namuona Diamond anashushwa kwenye kaburi, ndio sasa nasema jamani, mzee wangu ameondoka. Lakini mimi naamini nitatangulia kabla yake, kwa sababu mimi ndio nina shida nyingi kumzidi. Na ikitokea mmekosana katikati, unakosanaje na Diamond? Mimi niambie nikosa gani? Kwenye nini? Diamond akinikosea namsamehe. Mimi nikimkosea namuomba radhi, natuma watu, natumia kila mbinu. Kwanza Diamond angesha nifukuza muda mrefu. Mara nyingi naenda namkopa hela silipi. Nilishamfanyia kila kituko. Kumtest, je atanifukuza? Kila kituko unachokijua wewe Diamond nimeshamfanyia. Mara nyingi naambia nikope milioni 3 milioni 4 sirudishi chochote. Naambia mzee unamdai mtoto wako. Mambo yako na dada yako Shilole yamekwisha. Nani? Shilole. Na nani? Wewe na Shilole. Shilole ni ndugu yangu, ni dada yangu. Ni mmoja kati ya watu ambao tumesaidiana kwa namna moja au nyingine. Yeye kanisaidia mimi kimaisha na mimi nimemsaidia yeye kwenye biashara yake. Mimi ndo nimeitangaza Shishi Food kuliko msanii yoyote, kuliko influencer yoyote, kuliko hata yeye Shilole mwenyewe. Shishi Food mpaka leo nasikia kula kujigaragaza, hiyo ni mimi. Kwa hiyo mimi ndo nimeitangaza. Kama hato nishukuru mbwa yule, ndio kuna maisha, kuna sehemu tutakutana naye. Maisha kuna sehemu tutakutana. Basi siku hiyo yuko ananenepa tu. Anza kwa Baba Levo hana thamani yoyote. Mimi sina thamani kwa Shilole. Mimi ndo nimempigania.